chao. 2025 kutakuwa na vifo vingi sana vya watu usio watarajia. Ukiona usishtuke, wanatoa chao na wataambulia patupu pamoja na kutoa chao. Narudia tena, 2025 kutakuwa na vifo vingi sana vya watu wakubwa usio watarajia, vya watu maarufu usio watarajia, vya watoto wa watu maarufu usio watarajia. Wewe utashikwa huruma kwamba jamani, taifa 2025 limepatwa na misiba mikubwa. Usihofu, wanatoa chao ili washinde, lakini hata chao hakitawapa ushindi, asema Bwana wa majeshi. Anayeamini hayo simama aseme haleluya. Kaa kidogo. Hayo ndiyo utaanza kuyaona kuanzia kesho, leo na siku zinazofuata. Utaona watu maarufu ambao huwategemei, ambao wana bima za afya, ambao wana uwezo wa kuruka kwenda nchi yoyote kutibiwa, ambaye wana waganga waliokubuhu, ambao wana uzoefu uliopita akili zao. Lakini Mungu ameamua kutokea Afrika, anatambaa kuiendea dunia, na safari hii Mungu hana mjadala, na sisi ni wana wake. Kama alivyo yeye mbinguni, ndivyo tulivyo duniani. Mtu aseme haleluya. Kaa kidogo. Sasa hebu sema kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili, tuangalie haraka. Wafalme wa Pili sura ya 16 na mstari wa 34. Nataka kukuonyesha frequency ambayo itafanya kazi. Na nimewabamba wanapanga hiyo, sio kwamba nimewabamba live, wanapanga hiyo na watangulia ili kusudi na hiyo na yenyewe waibadilishe. Kama wana uwezo, chomoa na hiyo uone, chomoa na hiyo uone kama utatoka hapo. Mshike mkono mwenzako, mwambie tumewakamata pabaya. Wafalme wa Pili sura ya 16 kuanzia mstari wa 34. Tasoma. Katika siku zake Hieli Mbetheri akajenga Yeriko, akatia msingi wake kwa kufiwa na Abilamu mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwanaye mdogo Segubu, sawa na neno la Bwana alilolinena Yoshua mwana wa Nuni. Sikiza vizuri. Unakumbuka vizuri ukuta wa Yeriko. Wana wa Israeli wanatoka jangwani, wako kama nyati aliyenyang'anywa watoto. Ukuta wa Yeriko umefungwa, na ndani kuna mwanamama anaitwa Rahabu, na hakuna mtu aliyetoka wala hakuna mtu aliyeingia. Na baadaye kwa neema ya Mungu ukuta ukaanguka kwa kelele za watu wa Mungu. Baada ya ukuta kuanguka, ndipo Yoshua mwana wa Nuni, kiongozi wa jeshi, akatoa tangazo. Akasema, kwa namna ukuta huu ulivyotusumbua, kwa namna Yeriko ambavyo ilihitaji mpaka wapelelezi waingie ndani walale kwa kahaba, kwa namna ambavyo Yeriko ilivyokuwa, isijengwe kabisa tena. Na mtu akitokea amejenga, akianza tu kujenga msingi, atafiwa na mzaliwa wake wa kwanza, na akijaribu atafiwa na wa mwisho. Kwa hiyo kuta zikaanguka baada ya miaka mingi. Unajua zamani kuta ilikuwa ndio njia ya ulinzi wa mji. Ndiyo maana hata Yerusalemu ilikuwa imezungushwa na ukuta, mashariki milango mitatu, huku mitatu na huku mitatu na huku mitatu, jumla milango 14. Baada ya miaka mingi, kuna mtu akaona, bwana, ukuta wa Yeriko tuujenge tena. Lakini wakasema, huwezi kujenga, utafiwa na mwanao. Mtu mmoja anatamka, anaitwa Hieli Mbetheri, akasema, mimi namtoa mwanangu wa kwanza Abiramu, namtoa mwanangu Abiramu afe ili msingi uwekwe, na malango namtoa mwanangu wa mwisho Segubu afe ili msingi uwekwe. Kweli akamtoa. Kweli wakati wa mfalme Ahabu,
Hieli Mbetheri. Mimi sitakuwa chanzo cha kusababisha vurugu katika nchi hii. Nitakuwa chemichemi za baraka. Nitawabariki polisi wote. Nitambariki rais wa nchi wakati wote. Nitambariki mkuu wa jeshi la polisi. Nitawabariki wakuu wa majeshi yote. Nitawabariki watu wa usalama wa taifa. Aliye na nia mbaya na mimi ataanguka mwenyewe. Mimi nasonga mbele. Na hii ni saa ya ufufuo na uzima duniani. Nasema ni saa ya ufufuo na uzima duniani. Haleluya! Haleluya! Woo! Haleluya! Reka poshatapa. Yando koshakapa. Nashukuru sana. Hata maaskofu wa kanisa Katoliki wametumia message za kunipongeza. Haya yameruhusiwa na Bwana ili mjue Mungu anaweza kujitegemea. Mahala ambapo mchungaji Gwajima hawezi kuokolewa na mtu, hawezi kuokolewa na maaskofu wenzake, Mungu anaweza kumwokoa. Baba Mungu, nitie nguvu mara hii tu. Nilipe kisasi juu ya mashetani na pepo wenye nia ya kuniangamiza. Bwana Yesu, sikumwibia mtu, sikutenda dhambi. Nitie nguvu. Kumbuke mfalme Dario, kumbuke mfalme Belshaza, akawaweka ndani ya moto. Moto ukakataa kuangamiza watu wa Bwana. Nataka nikutangazie leo, moto ulioniweka ndani yake hautaniangamiza kwa jina la Bwana majeshi. Moto ulioliwekea kanisa la ufufuo na uzima hautaliangamiza kwa jina la Yesu. Haya yameruhusiwa na Bwana ili mjue Mungu anaweza kujitegemea. Mahala ambapo mchungaji Gwajima hawezi kuokolewa na mtu, hawezi kuokolewa na maaskofu wenzake, Mungu anaweza kumwokoa. Kumbukeni vizuri sana, Shadrach, Meshach na Abednego wakaingia ndani ya moto. Moto ukakataa kuangamiza kwa sababu Bwana alikuwa pamoja nao. Ndivyo walivyofanya wale ambao hatuwajui, wakaingiza kanisa la ufufuo na uzima ndani ya moto ili kwamba moto uliangamize kanisa la ufufuo na uzima. Moto umekataa kuliangamiza kanisa la ufufuo na uzima. Tunatoka ndani ya moto ule, hatuna harufu ya moto. Watu wametoka mwisho wa nchi, watu wametoka Japani, na wengine wanatoka nchi mbalimbali. Nashukuru sana. Hata maaskofu wa kanisa Katoliki wametumia message za kunipongeza, na maaskofu wote wameniambia Gwajima endelea kusimama, na mimi nitaendelea kusimama mpaka mwisho. Wakumbuke watu waliojaribu kulitesa kanisa. Prakoshakapa. Lando koshika. Naomba maji ya kunywa. Naomba maji ya kunywa. Roho wa Bwana yu juu yangu. 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 Bwana ametia mafuta niwahubiri maskini habari njema. Roho wa Bwana yu juu yangu. 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 Haleluya! Haleluya! Naomba nisikilize. Naomba nisikilize. Hakuna aliyeshindana kanisa na akashinda. Hakuna aliyeshinda na kanisa. Sikiliza vizuri. Alikuwepo Farao, mfalme wa Misri, akafanya vita na kanisa, akaanguka vibaya sana. Maelfu yote ya ufufuo na uzima, ninawaamuru simame pamoja nami. Anzeni kumwomba Bwana pamoja nami. Kataeni mauti iliyopangwa. Kataeni kifo kilichopangwa. Yandalala kapashapa. Watu waanze kuomba. Naomba kila mtu aanze kuomba. Nisaidie. Mwenye uwezo wa kumlilia Bwana umlilie Bwana. Yatakashakapa. Birra masakapa. Yandolola kapashapa. Riala la baba basata. Irra tatatashapa. Yandololo koshapa. Biria mama mama. Ika soko shatata. Irra
Ya, asante sana. Hiyo ni unabii ambayo uliweza kutolewa na mbunge ambaye ni Nabii Gwajima, ambaye anajulikana sana pale nchini Tanzania. Yaani ukitaka kujua wale ambao wanapigania haki ya wananchi pale nchini Tanzania, huwezi kosa kuhesabu Gwajima pale. Ni jamaa ambaye anajulikana sana, yani kwa kazi yake na pia kwa kujitolea kutetea haki ya wananchi wa Tanzania. Hiyo ni unabii tu ambaye aliweza kutoa pale nyuma mwaka kadhaa zilizopita, lakini ukijaribu kutafakari hayo ambaye alijaribu kusema sasa hivi ni kama ndio inajitokeza kwa saizi, ambapo wengi wameweza kujitokeza na kufafanua kile ambacho alikuwa anajaribu kuzungumzia na kuitabiri. Hebu niachie maoni yako kuhusiana na unabii ambayo Gwajima aliweza kutoa pale awali. Hebu niachie ujumbe wako hapo. Kama hujasubscribe na kuomba uweze kusubscribe, finya notification bell, ndio wakati wote tunapata habari kama hizi unakuwa wa kwanza kuzipata. Hadi wakati mwingine, nakutakia mchana mwema. Asante sana.